Siku zote, mti ili uwe imara ni lazima uwe umekita mizizi yake vizuri katika ardhi. Karibu tujifunze pamoja leo Jumatatu, Aprili 27, 2026, katika kesha la asubuhi tutajifunza somo linalosema aliyekita mizizi katika Kristo. Fungu la leo linatoka katika kitabu cha Zaburi 92:12. Linasema, mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwelezi wa Lebanoni. Mkristo anafananishwa na mwelezi wa Lebanoni. Nimejifunza kwamba mti huu unafanya zaidi ya kupeleka mizizi michache mifupi kwenye udongo tifu wenye rutuba. Unapeleka mizizi yenye nguvu chini sana ardhini na kuzama ndani zaidi na ndani katika kutafuta mahali pa kushikilia kwa nguvu. Na katika mlipuko mkali wa tufani unasimama imara ukiwa umeshikiliwa na mtandao wake wa mizizi iliyozama chini. Ndivyo ambavyo Mkristo anavyokita mizizi ndani zaidi kwa Yesu. Anamwamini mkombozi wake, anamjua yeye amwaminie, na amesadikishwa kwa kikamilifu kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na mkombozi wa wenye dhambi. Mizizi ya imani hukita ndani zaidi. Wakristo wa kweli, kama mwelezi wa Lebanoni, hawakui katika udongo laini ya juu tu, bali wamekita mizizi kwa Mungu. Wamekazwa kwenye mipasuko ya miamba ya mlima. Kama Mkristo hastawi na kukua hata kidogo, ni lazima afanye hivyo katikati ya watu wasiomjua Mungu. Katikati ya dhihika, chini ya kudhihikiwa, lazima asimame imara kama mti wa mtende jangwani. Anga inaweza kuwa kama shaba. Mchanga wa jangwani unaweza kupiga mizizi ya mitende na kujirundika katika mkusanyiko juu ya shina lake. Bado mti huu huishi ukiwa na kijani kibichi kila wakati, bichi na wenye nguvu katikati ya mchanga wa jangwani unaochoma. Ondoa mchanga mpaka uifikie mizizi ya mtende na kisha utambue siri ya maisha yake. Huzama chini sana, chini ya udongo wa juu hadi kwenye majani ya siri yaliyofichwa ardhini. Kama mti wa mtende uchotao chakula kutoka kwenye chemchemi ya uzima wa maisha, ni wa kijani na unaostawi katikati ya jangwani, ndivyo ambavyo Mkristo anaweza kuchota ruzina za neema kutoka kwenye chemchemi ya upendo wa Mungu, na anaweza kuziongoza roho zilizochoka, zilizojawa na wasiwasi na zilizo tayari kuangamia katika jangwani la dhambi, kwenye maji hayo ambapo wanaweza kunywa na kuwa hai. Aima, Mkristo anawaelekeza wanadamu wenzake kwa Yesu, anayewaalika, mtu akiona kiu naye aje kwangu anywe. Yohana 7:37. Chemchemi hii haituangushi, tunaweza kuchota tena na tena. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Usisahau kufollow, kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kwa jina la Mpakani SDA Church kusaidia ujumbe huu kuwafikia wengi. Uwe na tafakari njema.